ameniambia ni mwezi wetu wa kuzaa. Vitu ambavyo tunavitaka vitokee. Ni mwezi wetu wa kuzaa. Na siku ile Jumamosi nilikusomea kitabu kile cha Luka sura ya kwanza na ule mstari wa 26. Kama umefika pale Luka 1:26, soma mistari kadha wa kadha pale. Nitasoma mstari kutoka Luka 26, Luka 1:26. Neno la Mungu linasema, mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu, jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu. Endelea. Akasema, salamu. Ndiyo. Uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake. Ndiyo. Akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Salamu hii ni ya namna gani? Endelea mbele pale. Malaika akamwambia, usiogope Mariamu. Ndiyo. Kwa maana umepata neema kwa Mungu. Ndiyo. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume. Jina lake utamuita Yesu. Ndiyo. Endelea. Jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu. Na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele. Ndiyo. Na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Ndiyo. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili? Litakuwaje neno hili? Maana sijui mume. Sijui mume. Malaika akajibu. Sikiliza kidogo. Sikiliza ngoja kidogo. Mariamu anamuuliza malaika, umesema nitazaa, lakini mimi simjui mwanaume. Akasema, nguvu za aliye juu zitakufunika. Nikakwambia Jumamosi, kuna mtu unaweza kusema, mtumishi natamani kufanya biashara hii lakini sina hela. Natamani kufanya hiki lakini sina hiki. Mariamu anasema, wewe Mungu ananiambia nitazaa, lakini mimi ni bikira, simjui mwanaume. Mungu anapotaka vitu vizaliwe kwako, afanyi kwa evidence za kibinadamu, kwa sababu una hiki ndipo afanye hiki. Yeye anafanya sawa sawa na nguvu zake. Haleluya. Nasema tena haleluya. Nasema tena haleluya. Nasema tena haleluya. Amen. Unapoanza kufika sehemu kusema kwa sababu mtumishi mpaka nipate hiki nipate hiki, hisabu za Mungu haziendi hivyo. Sasa leo nataka nikupe mambo mawili kidogo. Unapotaka kuzaa vitu ambavyo viko nje ya uwezo wako, viko nje ya kipato chako, viko nje ya taaluma yako, lakini unasema mtumishi, ndani yangu nimejisikia mwezi huu wa 6 hili jambo lazima lizaliwe, hili jambo lazima litokee, hili jambo lazima liwe. Kuna mambo ya kuzingatia. Jambo la kwanza, unataka kuzaa vitu. Jambo la kwanza, jifunze kusema. Sema, na iwe kwangu kama Mungu ulivyosema. Luka 1:38. Jifunze kusema, na iwe kwangu kama Mungu ulivyosema. Kwa kuwa nimemsikiza mtumishi wako, amesema hii kodi nitalipa. Kwa kuwa nimemsikiza mtumishi wako, haya madeni nitalipa. Kwa kuwa nimemsikiza mtumishi wako kwamba Mungu nitapata afya. Kwa kuwa nimemsikiza mtumishi wako kwamba nitapata kazi. Na iwe kwangu kama ulivyosema. Na iwe kwangu.
Yule malaika akamwambia, mama utazaa. Akasema siwezi kuzaa. Lakini aliposikiliza neno, ghafla kinywa cha Mariamu kikabadilisha language, kikasema na iwe kwangu kama ulivyosema. Mungu alivyoona lile neno, akaendelea mbele, akasemaje pale? Kisha malaika akaondoka. Akaenda zake. Kwa hiyo malaika alikuwa anamsubiria Mariamu mpaka akubali lile neno ambalo wameambiwa, ndipo akaondoka. Kuna mtu atasema neno hapa, Mungu naitakuwa kwangu. Mungu naitakuwa kwangu. Mimi ni mtumishi wako. Mimi ni mjakazi wako. Nimesikia neno la kuhani wako. Nimesikia neno la mtumishi wako kwamba hii biashara itakufa. Nimesikia neno la mtumishi wako kwamba maisha yetu yataharibika. Nimesikia neno kwamba haya madeni yatalipika, kwamba ndoa itakuwa na amani, kwamba biashara itaenda, kwamba huduma itasonga mbele. Nimesikia neno lako na itakuwa kwangu kama mtumishi wako alivyosema. Amen. Mariamu katika hali ya kawaida, ni nani ambaye alizaa mtoto pasipo kutana na mwanaume? Lakini akasema itakuwa kwangu. Ni nani leo amefungua biashara, anatamia mfukoni, lakini kwa kuwa ndani yangu nimeona biashara hii ni ya kwangu, itakuwa kwangu. Amen. Wakati naanza hema la maombi, ukumbi wa kwanza tulikuwa tunapanga milioni 4 kwa mwezi, milioni 4 kwa mwaka. Lakini nikamuuliza Mungu, kama huduma hii ni ya kwako, nipe kodi. Nikarudi nyumbani nikalala. Baada ya masaa mawili nikatumia kodi ya mwezi mmoja. Huyu akatumia 50, huyu akatumia laki. Ikapatikana ndani ya risali moja. Nikamwambia Mungu, kama kweli umeniita ili jambo na liwe kwangu, milango ikafunguka. Lakini wewe shida yako unataka ifike sehemu mpaka uone vitu. Sisi Mariamu alikuwa na mimba kabisa, tumbo liko wazi, lakini akasema kama Bwana nimepata kibali, nitamzaa huyo mtoto na iwe kwangu. Kama Mungu amekupa kibali, utazaa hiyo biashara, utazaa hiyo kazi, utazaa hiyo matokeo, na itakuwa kwako katika jina la Yesu. Amina. Sema na itakuwa kwangu. Sema na itakuwa kwangu. Itakuwa kwangu. Itakuwa kwangu. Itakuwa kwangu kwa jina la Yesu. Itakuwa kwangu kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Mariamu hakusubiria mpaka apate mimba. Mariamu alisema huku tumbo halina kitu. Wewe unasema huku una madeni, unasema nimelipa. Wewe unasema huku hauna hata kiwanja, unasema nimejenga. Wewe unasema watoto wamerudishwa nyumbani hawana ada, lakini unasema itakuwa kwako kwa jina la Yesu. Nasema itakuwa kwako kwa jina la Yesu. Tumeshiacha uvivu. Sema amen. Hiki unapofanya namna hiyo katika ulimwengu wa roho, kumbuka mwezi wa 5 tulipotoka, unaanza kuvuta nguvu isiyoonekana, inatengeneza kuzaa vitu vinavyoonekana. Lakini unakuja unaamka asubuhi unasema sijui itakuwaje. Mariamu akusema itakuwaje. Alipomsikiza malaika akasema itakuwa kwangu. Acha tabia ya kutaka watu kuonea huruma. Ujue Mungu huwa hawezi kufanya kitu ambacho wewe haujakisema. Kwa maana alipomwambia Ezekieli, angalia makaburi haya, kuna mifupa mikavu. Alafu akamuuliza, hii mifupa inaweza kaishi? Akasema Bwana wajua. Anasema kama wewe unajua, mimi Mungu najua, toa unabii. Alipotoa unabii ndipo Mungu akathibitisha kile ambacho Mungu anataka kitokee. Mungu hawezi kuthibitisha kitu ambacho wewe hata una mpango nacho. Haiwezekani. Napenda kukupa ushuhuda huu. Kuna mama mchungaji Uganda, alikuwa anatamani kuolewa
mpaka akafikisha miaka karibu 40 na akaanza kufanya matendo ya imani. Akanunua suruali anaweka ndani, ananunua suti anaweka ndani, ananunua viatu vya wanaume anaweka ndani. Unajua hakuna kitu kigumu. Mwanamke mchungaji, hata kama kuna muumini yupo anampenda, hawezi kumfuata. Huo ujasiri utaupata wapi? Lakini akaanza kufanya vitu vya imani. Siku moja kwenye mkutano wa wachungaji Morogoro, kuna mchungaji akatoka Canada. Alipomuona tu akasema, huyu ni nyama katika nyama yangu, ni mifupa katika mifupa yangu. Akachukua mtoto, sasa hivi wako Canada. Lakini alisema, lazima mume wangu aje, iwe kwangu kama nilivyosema. Wewe unasubiria matokeo, watu wanayatengeneza matokeo. Amen. Mwezi wa 6 tutazaa kwa jina la Yesu. Amina. Nasema mwezi wa 6 tutazaa kwa jina la Yesu. Amen. Nasema mwezi wa 6 tutazaa kwa jina la Yesu. Amen. Kuna mambo yatatokea kwa jina la Yesu. Amina. Haleluya. Amen. Nasema tena haleluya. Amen. Jambo la pili, nataka leo tuombe kidogo. Nataka tupate kidogo muda tusukume. Jambo la pili, unapotaka kuzaa vitu mwezi huu, nini cha kufanya? Jambo la pili, amini kile unachokitaka kitokee. Ni lazima kitokee. Soma kitabu cha Marko sura 11 pale, anzia mstari wa 12. Marko sura ya 11 tunaanza mstari wa 12. Amini kile ambacho unachotaka kitokee, lazima kitokee. Hata amini kile unachotaka kitokee, lazima kitokee. Vizuri hapa. Unapotaka vitu vizaliwe, kuna kitu kiko kichwani kwako. Amini kwanza kile unachotaka kitokee, lazima kitokee. Amen. Mariamu alikuwa ana mimba, lakini akaamini kile alichotaka kitokee, na lazima kitokee. Na kikatokea. Amen. Lakini wewe unakitaka kile ambacho unataka kitokee, lakini ukiamini kitokee. Unatakiwa ukiamini kwanza kile unachotaka kitokee, na lazima kitokee. Amen. Mfano, umefungua biashara yako, una hata kile unachokiamini katika siku hiyo kitokee kitu gani, lakini unataka wewe kitokee. Sasa kiwezekani kwamba umefungua biashara, unaamini kwamba siku ya leo sitafunga, lazima nitapata mauzo haya. Unaamini kile ambacho unataka kitokee, na lazima kitokee. Sio unataka kitokee na wewe haujaweka kukiamini kile unachotaka kitokee. Kwa unaanza kukiamini kwanza kile ambacho unakitaka kitokee, lazima kitokee. Kuna mambo tunauwai wakati, watumishi Mungu mnisikilize hapa. Wanaenda kufundisha vitu hivi. Tunaiwai tarehe 30 kutokea tarehe 3. Kwamba mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 hili jambo nimeliamini litatokea na ninataka litokee. Amen. Sikufundishi tu notes, na kufundisha kwamba kuna kitu ambacho kiko mbele yetu, tunakiamini kitokee, na lazima kitokee. Amen. Inasemaje? Hata asubuhi yake walipotoka Bethania, aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini wenye majani. Ndio. Akaenda ili labda aone kitu juu yake. Ndio. Na alipoufikiria hakuona kitu. Ila majani. Ila majani. Huyu jamaa anaona njaa. Yesu anasema alipoona mti umenona akajua atapata tini, lakini alipofika akakuta nini? Hamna kitu. Endelea mbele kidogo. Anasema maana si wakati wa tini. Muona maneno haya? Akajibu. Ngoja kidogo.
anaona mti umelona, anataka apate tini, anakuta mti nini? Hauna kitu. Biblia inakokurudi nini? Ulikuwa si wakati wa tini. Hebu soma mstari unaofuata pale kidogo unaunganisha. Anasema, akasemaje? Akajibu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Unisikilize kidogo sasa. Hii ukinisikiliza kuna vitu utavizaa. Ule ulikuwa si wakati wa tini, lakini Yesu anataka apate tini, na alipokosa tini akaulaani. Kosa ni la mti? Hapana. Si wakati wako wa kupata biashara, lakini unalazimishwa na nguvu isionekana upate biashara, na usipozaa biashara unaonekana una maana. Si wakati wa tini, lakini Yesu anataka tini. Si wakati wewe kujenga, lakini unalazimishwa kujenga. Sio wakati wewe kufanya biashara, unalazimishwa. Kipato chako unasema mimi sio wakati wangu, lakini unalazimishwa kwa maombi haya na kwa dua haya katika jina la Yesu. Amen. Si wakati wa tini, lakini unaambiwa uzae tini. Amen. Ni shule sijui kama mnanielewa ni watumishi wa Mungu hapa. Amen. Yaani wewe si wakati wako wa hilo jambo kutokea, lakini unapokaa katika ulimwengu wa roho, watu wanasema hii kabisa, katika hali ya kawaida nilitakiwa hii tini izaliwe mwezi wa 12, lakini wakati Yesu analazimisha tini zitokee mwezi wa 7. Amen. Ule mwembe ule pale. Sasa hivi kuna maembe? Hakuna. Lakini unalazimishwa mwembe uzae maembe ambao sio wakati wake. Watumishi sio kama mnaelewa hii shule. Amen. Yaani wewe unapanga kwamba mimi mshahara wangu woga unaingia tarehe 30, lakini tarehe 18 unalazimishwa kufanya jambo sawa sawa na mshahara wako. Unasema sio wakati wangu. Kweli sio wakati wako, lakini unalazimishwa. Sijui shule hii ngumu, nijaribu kuruga nyingine. Yaani sio wakati wako wewe kufanya hilo jambo, na wewe umejipanga kabisa. Sema mtumishi wa Mungu, mimi kwa hali yangu naopitia, kwa vitu vyangu nilivyo navyo, najipanga panga, ikifika mwezi wa 4 ndio nitapaua, ikifika mwezi wa 6 ndio jambo litatokea. Alafu Yesu anatokea anasema, blaza, unatakiwa kuzaa tini. Unasema sio wakati wangu. Huo ni wakati wako wewe, lakini ulimwengu wa roho unataka uzae sasa hivi. Sasa hapo huwezi kuzaa kama mwezi wa 5 hujaelewa. Nguvu isionekana inaotengeza matokeo yanaonekana. Kwa sababu unaweza kujitetea usema, mtumishi wa Mungu, mimi nasubiria mwezi wa 12. Mwezi wa 12 ni wako. Tutalazimisha vitu kuzaliwa. Amen. Nasema tutalazimisha vitu kuzaliwa. Amen. Nasema tutalazimisha vitu kuzaliwa. Amen. Nasema tutalazimisha vitu kuzaliwa. Amen. Huu mwezi wa 6 tutalazimisha vitu kuzaliwa. Amen. Mti hauna kosa, lakini unalazimishwa. Wewe sema mtumishi, sina hela. Sawa, ni tini zinatakiwa. Kwa maana yake ni majira ya kibinadamu yanasema tini zinatakiwa kuzaliwa mwezi wa 12. Majira ya Mungu, mti unatakiwa kuzaa tini wakati wote. Majira yako unasema, mimi mtumishi, maisha yangu mimi nikipanga panga tarehe za mwisho mwezi ndio unakuaga na hela, lakini majira ya Mungu unatakiwa kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 30 wewe uwe na mzigo. Amen. Unasema hili jambo tutalimaliza mwisho wa mwezi kwa sababu unapata hela. Hayo ni majira yako wewe. Tunavunja majira leo hapa. Amen. Nasema tunaharibu majira leo hapa. Amen. Nasema tunachanganya majira hapa. Amen. Ndio kitu ambacho tunatuzae. Sisi hatuzai kwa wakati, tunazaa kila wakati. Sisi hatuzai kwa majira, tunazaa kila majira. Leo watu tumechoka kabisa. Mna shida gani nyinyi? Na kati leo ndio siku ya vitu kuzaliwa hapa. Amen.
Shetani waachie watu wangu kwa jina la Yesu. Amina, amina. Waachie watu wangu. Amen. Vitu vitazaliwa leo hapa. Amina. Sema sitasubiria mwezi wa 12. Sitasubiria mwezi wa 6. Sitasubiria mwezi wa 7. Nitalipa mikopo kabla ya wakati. Nitamaliza madeni kabla ya wakati. Nitapiga hatua kabla ya wakati. Ninalazimisha wakati kwa jina la Yesu. Amen. Soma sasa mstari ule wa 15 pale. Ndio maneno ya Mungu. Ndio mama yangu. Petro akakumbuka habari yake. Akakumbuka habari yake. Soma kidogo kwa nguvu. Akasema, Rabi, tazama. Mti ulioulaani umenyauka. Kuna vitu tutavilazimisha leo. Vinataka vitaki vitanyauka. Vinataka vitaki vitatuachia. Vitaki vitaki vitatutaenda. Mti umenona hauna kitu, unalazimishwa kukauka. Nasema tunalazimisha nyakati. Tunalazimisha nyakati. Akasema Yesu, ule mti ulioulaani si ndio huu? Ndani masaa 12 unanyauka. Mpe mstari wa unaofuata pale. Yesu akamwambiaje? Mstari wa 21. Yesu akajibu. Akasemaje? Akamwambia, Mwamini Mungu. Mwamini Mungu. Amini. Nawaambia. Yoyote atakayeuambia mlima huu. Sio tini tu. Atakayeuambia mlima huu ng'oka. Moyoni mwake, ila atakayeuambia mlima huu ng'oka, ukatupwe baharini, wala usione shaka moyoni mwake. Ndio. Ila amini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Soma mstari wa 24 sasa. Mimi mwenyewe wakati namwombea, unaogopa. Alafu Mungu akaniambia, hata kama mfupa umetoka wote, mimi huwa naotesha mifupa. Kuna kesi unakutana nazo wewe mwenyewe unaziombea, wewe mwenyewe unaogopa. Yaani nitamani mwambie yule bwana, usifungue mguu wako nione mfupa wote hapo. Na mtu anatembea. Watumishi wa Mungu nisikilize hapa. Ilikuwa si wakati wa tini, lakini tini zinatakiwa zitokee. Amina. Hapo Petro anashangaa. Anasema Mungu, Yesu, ule mtu uliwaambia afu Yesu akasema brother sikiliza. Sio mti tu peke yake, hata mlima unaondoka. Ndio. Unajua shida yako nini? Mstari wa 24 na ujue vizuri. Usome tena. Mstari wa 24 soma kwa vizuri mama yangu. Mstari wa 24 unasema, ndio. Kwa sababu hiyo nawaambia nyinyi wana imani, yoyote mnayoyaomba mkisali hapa imani, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Lakini wewe unaomba kutoka hapa, sema mtumishi hivi kweli? Tunamwangalia useme hivi ana matatizo gani? Yaani anaomba, lakini akitoka kwenye geti hapa ameomba paka jasho linatirika kama mimi. Lakini akitoka pale anasema hivi kweli itawezekana? Aminini, yamekuwa yenu. Amen. Kuna vitu tunavizaa leo, ndio mambo ambayo tunalazimisha. Ndio maana Petro akashangaa, akasema mti umekauka. Alafu mzee wa siku anamwambia blaza, sio tu mti, hata huo mlima unaouona unaweza ukang'olewa. Hata hivyo vitu unavyoviona mtumishi, vitu havitoki, vinatolewaga. Vinaamishagwa. Amina. Ninaambia kuna maombi hivi, kama wao wanaweza kufanya vurugu mpaka biashara ikafa. Wewe shida yako mstari wa 24 haujausomaka kwenye maisha yako vizuri. Lakini leo nataka urudie kurudi nyumbani kwako, kwamba atakaliomba na akamini inakuwa ya kwako, inakuwa ya kwako. Maana ni kumbe vitu vinaweza vikazaliwa hata nje ya wakati. Tini zitakiwa zizae kabla mwezi wa 12. Lakini kwa kuwa kuzaa mti ukalaniwa,
kuna vitu tunavilazimisha. Huu ndio uwezo wetu. Kuna watu, kuna vitu vinawasumbua. Unasema hivi vitu navinyausha leo, vitakauka kwa jina la Yesu. Hivi vitu naviondoa leo, vitaondoka kwa jina la Yesu. Hivi ninavita leo na vitakuja kwa jina la Yesu. Mimi kuna mahali nilitoka kufanya kazi, watu wote wanitaki, lakini kwa sababu mimi naenda pale, wote wakasema huyu jamaa tumtaki. Yule ambaye kwa natakiwa kila kipigiwa simu apokezi, wiki mbili apokezi. Ninyi watumishi wa Mungu wanataka utaki. Ninyi hamjui nguvu ya ndoa nyinyi. Wanataka wataki. Kuna vitu tunavizaa. Tunalazimisha nyakati hapa. Nisikilize. Mwezi huu. Nataka kuna mambo kwanza kuyafikiria. Tumesoma point ya pili inasema lazima uamini mambo unayotaka yatokee, na lazima yatokee. Kama kuna mambo ndani yako tayari umeamini, ndio tunataka tuyazae. Uko tayari tuyazae hapa? Amen. Uko tayari tuyazae hapa? Amen. Uko tayari tuyazae hapa? Amina. Yaani jambo kwa sababu mtumishi, ni jambo mimi nimekata nao tamaa, lakini nitakapata toka imani kidogo, sio mtumishi, na mimi hiki kitu kinaweza kikatokea. Mimi nataka kiimani kadogo tuzae jambo ambalo nje ya majira. Kuna vitu tunavizaa leo. Amen. Tunavizaa leo. Nje ya nyakati. Nyakati hazituzuii. Mshahara hatuzuii. Uchumi hatuzuii. Sisi tunazuiliwa na mstari 24. Kwamba lolote utakaoliomba ukaliamini limetokea. Haleluya. Uko tayari tukile mti kidogo hapa? Uko tayari tukaushe vitu hapa? Uko tayari tusabaratishe vitu hapa? Uko tayari tuwete vitu visivyoonekana, vitu ambavyo havipo kama vipo? Amen. Wakati tunapaua nilikuwa nawaambia hapa, tulikuwa tunatamia, nikamwambia mwezi wa kwanza tunasalia imani. Mimi kama kawaida yangu nikiwaangalia wananchi wa ndani nikasema hapa kwa haraka hata milioni 2 ifiki. Lakini mtumishi wa Mungu hawezi kuamini kile ambacho kilikusudiwa kikatokea. Kuna vitu tunaviamini leo. Nasema kuna kizaa. Nasema kuna kitu unakizaa. Mwezi wa 6 kuna kitu unakizaa. Kuna watu hamtakaa nyumbani, mtakaa ofisini. Kuna watu hamtakaa nyumbani bila kazi, mtakaa kwenye biashara zenu. Kuna watu hamtakaa kwenye mazingira hayo, vitu vitaisha. Amen. Simama kwa miguu yako. Laba shanto loko seke kalaba sente. Lika po santa laka papa. Telika papa. Hivi ninapozungumza kuna mtu vitu anaanza kuvifikiria ndani yake. Kuna mambo unaanza kuyaona ndani yako. Unasema hili jambo mtumishi wa Mungu nilitamani litokee. Nasema kwa upako na neema ambayo Mungu ameachilia mwezi huu. Tunaomba mambo katika madhabahu. Tunaomba kitu katika madhabahu. Tunaomba mambo katika madhabahu. Tunatengeneza vitu katika madhabahu. Tunaomba mambo katika madhabahu. Tunatengeneza vitu kwenye madhabahu. Raka papa pasente lika po. Laka santo lika papa. Anza kufikiria mambo yako. Anza kuwaza mambo yako. Kwamba haya madeni yanalipika. Kwamba hii ndoa inakuwa na amani. Kwamba mimi naingia kwenye ofisi yangu. Anza kuamini hayo mambo. Hata kama mti si wakati wake wa kuzaa, nasema tutazaa. Hata kama hiyo ofisi haitaki kuajiri, itakuajiri wewe. Hata kama mazingira magumu, tunayalazimisha leo na yatatokea katika jina la Yesu. Hata kama huyo hakutaki, nasema atakutaki.